بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442, katika darsa au daura yetu ndogo tulifikia katika sifatu salati nabii sallallahu alayhi wasallam. Tuzungumzia katika vikao vilivyopita sifatu wudhu nabii sallallahu alayhi wasallam, na kikao cha jana tukazungumzia صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة. نليو بإذن الله تعالى تنجيه katika صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. namna gani alikuwa akiswali mtume sallallahu alayhi wasallam. risala tutakayotumia ni risala mukhtasara الشيخ أحمد حفظه الله تعالى, ambao mara nyingi hutumia katika daurat tukiwa tusoma swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. kadhalika risala tulizosoma zilizopita zote zilikuwa ni uandishi wa Sheikh Ahmad Al-Jazairi hafidhahu Allah ta'ala, na hii risala kwa kweli ni risala muhimu sana kwa Muislamu kuisoma, haswa mwenye kutaka kuifahamu swala ya mtume sallam kwa kifupi, kwa muda mfupi aweza kusoma risala yenyewe. na safha 3.5 takriban, au tuseme safha 4. kwa hivyo mtu kwa vikao viwili aweza kukaa akasoma akamaliza akajua namna ya kuswali. Ukiangalia makini ni kama umefanya ikhtisar ya sifat salat Sheikh Al-Albani rahimahullah, ikhtisar shadid jiddan, ingawa amegusia kila ambacho ni muhimu kwa Muislamu kufahamu katika swala yake. jazakallahu khairan. hii tutasoma utangulizi wake sababu ya muhimu wake. قال حفظه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. jambo la kwanza kabisa atakalohesabiwa mja siku ya kiyama katika amali zake ni jambo la swala. bila shaka Muislamu akisikia maneno haya aona uzito wa ibada ya swala, ikiwa ikatangulizwa juu ya amali zote. ya kwanza kabisa atakayohesabiwa mja ni swala. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. ikiwa ile swala yake itatengenea, bimaana akafaulu katika swala, basi huyu amefaulu tayari. huyu yale yaliyobakia yote Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi. wa in fasadat
faqad khaba wa khasira. Na ikiwa ile swala itakuwa hisabu yake kihesabiwa ni mbovu, swala yake ni mbovu, basi huyo amekula hasara, ameambulia patupu. Na hii pia tutia hofu, tuwe ile swala yetu tutaishughulikia vilivyo ili tuipe haki yake. Swala hiyo tutaiswali kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutuamrisha kwa kusema sallu kama raaitumuni usalli. قال وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى, na kukiwa na upungufu katika swala yake ya faradhi, Allah subhanahu wa ta'ala atasema kuwaambia malaika wake, undhuru hal li'abdi min tatawwu'in yukmilu bihi man taqasa min al-fariidha, tazameni mja wangu huyo ana swala za sunna ili apate kufunika ule upungufu ulioko katika swala yake ya faradhi. Sasa hapa pengine tusimame kidogo. Wengi katika watu huchukulia kuwa swala za sunna si lazima, nikitaka nitafanya, nikitaka sifanye. Ni kweli si wajibu, ni sunna, ni sunna tayeb, lakini kuzifanya ni khairi kwako, sababu hupungukiwi na kitu kuswali kablia na baadia. Mfano tuchukulie kwa mfano mtu hakuswali hata siku moja sunna, yeye waswali faradhi peke yake, sawa, haswali sunna kabisa. Watu wasema sunna, swala ya sunna ukiwacha huadhibiwi. Ni kweli, lakini yawezekana kuacha sunna ikawa ni sababu katika asbab za nini, za adhabu wal iyad billah. Kwa sababu tuchukulie mfano wa huyu ambaye ameambiwa ana upungufu katika swala yake ya faradhi, akaambiwa hebu muangalie ana sunna huyu, akawa hana na faradhi yake na upungufu, akiadhibiwa ndhulumiwa? Sina upungufu, tadhulumiwa? Hakudhulumiwa, ataadhibiwa. Kwa yawezekana kwa mtu kuadhibiwa kwa kuacha nini, sunna. Usione sunna ya watu tu kitu kidogo tu, si sunna tu hii, ni sunna tu, si kitu cha mchezo. Usifanye mchezo. Hizo sunna hizo ndio zitakusaidia wewe kesho siku ya kiyama kufunika mapengo ya ile faradhi ambayo ina nini, ina upungufu. Hili jambo muhimu sana lifahamike. Kwa usidharau ukasema sunna tu, usidharau hiyo sunna. Ndio utaambiwa hebu muangalieni ana sunna huyo, jazeni. قال ثم يكون سائر عمله على ذلك, kisha amali zake zote zilizobakia zitakuwa katika hali kama hiyo. Yani baada ya swala ikifaulu basi uko mbele, ikifeli swala na uko mbele pia, kwisha tangamia. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته. قال تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها على حسب الخشوع وعلى حسب كمال صلاته. Hakika mja huondoka katika swala yake akiwa hakuandikiwa katika swala yake isipokuwa ushuri ya swala. Ushuri ya swala ni kiasi gani? Yani 1/10. Kiswahili pia wasema ushuri, wameibai kwa Kiarabu wakitengeneza hivyo. Tusuha Kiswahili wasema nini? Tusui, 1/9.
mpaka nusu kulingana na ukamilifu wa swala yake. Kila ikiwa kamilifu zaidi na khushu' na swala yatekelezwa vizuri, basi ajiri yake yawa kubwa zaidi. Kuna wengine swala zao yalla ile swala ikiwa sababu yeye kusamehewa ule upungufu katika swala pia ni khairi. Sio fahamu ile swala yake anavyoiswali vile ina makosa, yalla ile swala basi ikubaliwe kiasi cha yeye kusamehewa ule upungufu wake tu, iwe ni khairi kwake. Bimaana kuna wengine waingia katika swala wapata dhambi badala ya thawabu ikiwa haitekelezi ile swala kama alivyoamrishwa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Nitaona hapa hadithi mbele. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نيس في حديث يتيش سنة إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة. mtu aweza kuswali miaka 60 haikubaliwi hata swala yake moja. Yuswali huyo swala yake moja haikubaliwi. ana nini huyo? قال لعله يتم الركوع ولا يتم السجود, huenda akatimiza rukuu yake lakini sujud haitimizi. ويتم السجود ولا يتم الركوع, na atimiza sujudu yake lakini rukuu yake haitimizi. Yani ana mapungufu makubwa katika swala yake. Hii yasababisha mtu kutokubaliwa swala, wal iyadhu billah. Miaka 60 si mchezo, mingi. Na usishangae hawa ndio wale waomfundisha kuwa hili ni kosa katika swala. Aweza kukwambia wewe, mimi nina swali kabla babako na mamako hawajaoana, mimi na swali. Ndio nyinyi wale wa 60 wale swala ikubaliwi miaka 60, ndio nyinyi. Aambiwa swala yako ina makosa sawa sawa, rekebisha ni hivi na hivi, na usema mtatufundisha leo swala. Hebu nikuulize, uliisoma lini wewe swala? Lini uliisoma? Ingelikuwa umeisoma ile swala singelikuwa na makosa. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. Mtume صلى الله عليه وسلم alimuona bwana mmoja hatimizi rukuu yake, bimaana akirukuu tu papa agota sharudi, yankuru fi sujudi, na katika sujudi yake iwadona kama vile anavodona kunguru au kuku, yuala tu haraka haraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam akamwangalia yule bwana kisha akasema, law mata hadha ala halihi, huyu bwana akifa katika hali hii, hajajifunza swala, yuswali hivi, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atakufa kwa mila isiyokuwa mila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iyadhu billah. Swala kitu adhimu, akihitaji mtu kujiswalia vile anavyotaka yeye. Sasa huyo swali ambiwa hivi, yule asiyeswali. Mtu haswali kisha jiona yeye bado muislamu tu, haswali kabisa, haswali, la yusalli la yasjudu lillahi sajda, uislamu wake lile jina tu katika kitambulisho basi, lakini kuwa yuwaswali haswali kabisa, wala hana habari yeye, wala hajali. Kisha sema mimi muislamu bwana, akifa atakaoshwe avikwe sanda vizuri kisha aswaliwe. Wewe hukumswalia yule ambaye unataka sisi tuswali tukuombe shafaa, hukumswalia yule ambaye ulikuwa umswalia Allah subhanahu wa ta'ala, hukumsujudia. Wallahi mujtamaa wetu watu wafanye mchezo. Mtu kama huyu kisha ati yopelekwa msikitini yenda kuswaliwa na Waislamu, wewe wafanya ghushu Waislamu. Mtu haswali bwana, haswali kabisa, huko msikitini mmempeleka kwa sababu maiti tu, lakini kama yuko hai haingii msikitini. Kuna watu hawaingii msikitini mpaka kwenda nikaha iko msikitini, amealikwa, ona haya asihudhurie, basi tena haswali, aka nje mpaka watu watoe salamu. Wallahi najua watu wafanye hivyo,
mtu yuka nje paka itoe salam kisha yuingia. Wengine mazishini aenda kuzika akaa nje, watu waswali swala ya faradhi wamswalia maiti, yenda sindikiza maiti peke yake kaburini aonekane na yeye yuko. Sasa mawaidha gani wewe uyapata mwenzako ankufa yule yuenda kuswaliwa, watu waswali huswali? Kuna watu wako hivyo. Sasa huyu aambiweje? Mashaallah, wewe Muislamu bwana, kidogo tu kosea swali, kafiri asiyeswali kafiri. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafara, huyo shatoka katika Uislamu. Usijidanganye bwana, swali ama we kafiri, si Muislamu. Chagulie mwenyewe, chunga. Hatuwezi kukuambia biainika anta kafir, la, hatuwezi, kwa sababu ni masala mukhtalafun fi. Kweli huwezi kumkufurisha mtu biaini katika masala ambayo ni mukhtalafun fi, lakini kauli yenye nguvu ni kuwa anayewacha swala ni kafir, tuseme hivyo umuman. Kwa hivyo mzoga wako huo tutautafutia shimo tu utupe mahali, ili usiudhi watu kwa harufu yako mbovu. Lakini kusema ati tukuzika kama Muislamu, wakifanywa watu watatu wanne tu namna hii, watu watanyoroka, utaona waswali. Kiona la wenzangu wantupwa bana kama mzoga, chimbiwa kule, ama tutafute kule manyimbo upande huu kule kwenye makafiri kule ndo azikwa na wenzake huko asizikwe na Waislamu. Atapiga kelele huyo, atawaudhi wenzake kule makaburini, nyumba za watu zile. Si wewe ukitoa salamu alaikum dara qaumi mu'minin, zile nyumba za waumini bwana, waingiza mtu atandikwa mabakora kule chini, pigwa marungu kweli kule chini. Ingelikuwa wasikia watu wasingemweka pale, audhi bwana. Kama wewe na jirani yako apiga kelele, utalala kelele bwana, sumbua watu, basi yule si wa kupelekwa kule, apeleke kwa wenzake na upiga kelele kama yeye huko kando. Sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام أحمد رحمه الله: اعلموا أنه لو أن رجلا أحسن الصلاة، جواني ولو كما mtu ataswali afanye vizuri katika swala yake, فأتمها وأحكمها, akaitimiza na akaifanya nzuri kabisa swala yake, madhubuti kabisa, ameiweka sawa sawa. ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها, kisha huku kuna mwenzake amwangalia amekosea katika swala yake aiswali ovyo. Habibu, wewe jana ulipewa risala sio? Ukupewa wewe pewa. Tayeb, kisha akamtizama anayekosea katika swala yake, akosea, yeye wamwangalia tu. Wasabaqa al-imama fiha, amuona yomtangulia imamu katika swala, fasakata anhu, akanyamaza tu, asimwambie kitu, mwache. ولم يعلمه إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها, kisha asimjulishe kukosea kwake katika swala yake na kumtangulia imamu kwake. ولم ينهه عن ذلك, kisha asimkataze kutokana na jambo hilo. ولم ينصحه, asimpe nasaha katika kukosea kwake. sharakahu fi wizriha wa ariha, na yeye atashirikiana naye katika mzigo ule na aibu ile, kwa sababu kutojua kuswali ni aibu. Mwache labda afanye ujeuri. Kuna watu, mimi namjua mtu mmoja, maisha yangu namjua kutoka mimi kijana mdogo mpaka sasa, akiswali huyo anadona ajabu, adona huyo. Yani ukitaka kujua yankuru naqra diki, ndio huyo. Hata sijui afanya vipi adhkar. Najaribu mimi, siku moja nilikaa kando nikamwangalia, namjua manake akisujudu nisema subhana rabbil a'la, sijamaliza shainuka na najaribu kwenda mbio. Sasa mwambie pole bwana, afu sana, naona mimi swala yako wewe ndio haraka sana, hebu niwache, usiniingilie swala yangu bwana.
haujaingiliwa swala yako, wewe wakosea katika swala, wajua yule aliyekosea katika swala Mtume sana akamwambia irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sababu nini? Sababu ilikuwa swala yake haina nini? Tumanina, haina utulivu. Sasa ndio hii swala yako irji' fasalli fa innaka lam tusalli, hakuna tumanina kabisa katika swala. Yani lau kama mtu kama huyo atakosa jamaa, basi ile faradhi yake itakuwa na upungufu mkubwa sana. Basi Allah ameipata jamaa, amfuate imamu awe ana nini? Tumanina, hana budi. فالمحسن في صلاته شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصحه. anayefanya vizuri katika swala yake ashirikiana na anayefanya vibaya katika swala yake ikiwa hatomnasihi na kumkataza. Mkataze, muelekeze ndugu yako kwa lugha nzuri, bila shaka kwa lugha nzuri. Usitumie lugha ya kejeli katika kumueleza. Usimwambie yule njoo mzee vipi, yani wewe mzee wewe mpaka hapo mfikie wewe, hata siku moja hujasoma swala wewe uone aibu wewe. Utaleta rabsha wewe mwenyewe, utafuta ufidhuli. Sasa kwa uzuri, kwa maneno mazuri, mwambie kwa maneno mazuri kumtengeneza ile swala yake. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير الإمام القرطبي يسمى ولا عمر الله نأبك الله قد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم. كنا watu ambao waishiriwa, wapo waishiriwa fulani ansoma yule ana ilmu yule, وتنفله كذلك بل فرضه صلاة zake za sunna bal na faradhi zake idh yanquruhu naqra diki, adona kama anavodona jogoo, liadami ma'rifatihi bil hadith, kwa kutojua hadithi za Mtume sallam. Fakaifa bil juhali alladhina la ya'lamun, vipi wale wajinga wasiojua? Huyo anyoshewa kidole ansoma. Qurtubi akuwa dharau waliosoma, ni kweli, na kwetu wako wengi kama hao. Anyoshewa kidole yule mashaallah, bali pengine na klipu nyingi za video za katwakato mtu za tumwa. Lakini muangalie kwenye swala, kuna mmoja huwa akialikwa tuko hapa na mwana wa chuoni, siku moja namuona hiyo swali, mwanzo hakuna sutra mbele yake, kisha kila anayepita muangalia tena mbele za watu mpaka atoke, na akitoka hapo na muhadhara msikitini na watu wakao msikiliza. Hebu niwapeni siri moja, salafu salih walikuwa wakitaka kuja kusoma kwa mtu, mwanzo wamwangalia nini? Swala yake, hiyo swali vipi. Ikiwa katika swala na upungufu, wallahi hawakaya hata siku moja kusoma chini yake. Asema ikiwa huyu hajui kuswali atatufundisha nini? Kipi kikubwa atatufundisha? Hajui kuswali washindwa. Kwetu kuna zegere kweli kweli, fujo tu, na watu wakiambiwa waona kama wadharauliwa. Ona yule adharau watu, mfujo, nyinyi mna kelele, alafu mtasema watu wadharau. Ukiangalia mtu usome hujui kuswali bwana, swala ina mapungufu mengi ambayo mtu yaona wazi hivi akikuona swala. Sasa hii vipi? Alafu waambiwa hao ndio wasomi wenu kweli, itakhadhu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftahu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hawa khawarij siku hizi si kama wale wa zamani. Wale wa zamani walikuwa na swala, wale na khushu', tahqiruna salatakum ila salati. Hawa sasa vitupo. Akiswali wewe utashtuka, mtu yoswali waswali, na yeye ndiye wa kwanza kuita watu makafiri, wanafiki, nini, na yeye swala yake yenyewe tabu, hajui chochote katika swala. Almuhim, huu ulikuwa ni utangulizi muhimu sana, ameutanguliza Sheikh hafidhahullah ta'ala, jazakallahu khairan. moja kwa moja tuingia katika صلب الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة, alikuwa Mtume sallallahu anaposimama kwa ajili ya swala. Twende chini.
kama kawaida mnikumbusha nikiruka kitu maana hizi khati ni ndogo ndogo sana chini. Arkanu salati 14 ruknan wa hiya ala tawali, kaanza kuzitaja nguzo za swala ni 14 kwa kufuatana. Takbiratul ihram ambao ndio wafungwa nao swala. Alqiyamu fil fardhi lilqadiri, kusimama katika swala ya faradhi kwa yule mwenye uwezo. Qira'atul fatiha, suratul fatiha. الركوع كركوع. الطمأنينة فيه، طمأنينة katika rukuu ni nguzo nyingine. الاعتدال بعد الركوع، اعتدال بعد الركوع. kisha الطمأنينة فيه، طمأنينة pia ni nguzo nyingine. السجود، الطمأنينة فيه، سجود na utulivu pia ni nguzo mbili. الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة فيه. التشهد الأخير، تشهد ya mwisho pia ni nguzo. الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير، kumswalia mtume sallam baada tashahudi ya mwisho. والتسليمة على اليمين، na kutoa salamu upande wa kulia. Upande wa kulia, kushoto ni mustahab. Tutaona huko mwisho insha Allah taala. Kwa hizi ni nguzo za swala. Huu mtihani mwingine. Waweza kumsimamisha mtu kamuuliza hebu nitajie nguzo za swala. Usishangae kwamba Muharram, Safar, basi akiwa yajue miezi. Hebu taja nguzo za swala. Aweza kutajia majina ya masahaba. Hizi jamani muhimu sana kujua. Hizi sasa zasaidia wewe katika kujua, je, nilichokiwacha katika swala ni nguzo ama ni wajibu? Ikiwa ni nguzo basi haitoshelezi sujudu sahwi, itabidi rakaa moja nzima fanya nini, irudiwe. Na ikiwa ni katika wajibat, sujudu sahwi. Sasa uwezi kupambanua baina hivi vitu mpaka uwe wavijua, na wala si vigumu. Ukiangalia ni kama waieleza ile swala nzima yako. Amma alwajibat fahiya ittikhadhu sutra, katika wajibat as-salah kuweka sutra mbele yako wakati wa swala. Na sutra ni kiwango cha shibri moja kuendelea juu, mbele yako weki. Kuna watu wakosea, sutra ni mbele yako si ubavuni. Kuna watu waketi pale ukutani mwisho pale, asema kwa nini mtu aweza kupita hapa? Kwa hivyo mimi nishaweka sutra. Sutra ni mbele, si ubavuni jamani, ni mbele. Hapa msikitini tupata mtihani watu wengine kila siku wamwekea, lakini hapa tapita mtu vipi? Ni mbele yako sutra ndio waiweka. Na kuna ikhtilaf baina ulama, aqall al-aqwal yasema kuwa ni sunna muakkada, na Sheikh Al-Albani amekwenda kuwa ni wajib. Ni wajib sutra kokote, hata ukiwa haram pia sutra ni wajib. Kwa weke sutra mbele yako wakati wa swali. Na sutra yaweza kuwa mtu yuko mbele yako ukaswali nyuma yake, yaweza kuwa kiti, yaweza kuwa ukuta, nguzo, swali nyuma yake. Lakini usiswali bila sutra. Usiswali bila nini? Ya sutra. Nafikiri naeleweka. Kuna mtu haelewi sutra nini? Unaelewa? Swali weka mbele yako sutra. Usiswali bila sutra. Al-isti'adhatu, kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim kabla ya kuanza, na hii ni katika rak'a ya kwanza. Ama nyingine waanza tu moja kwa moja bismillah. Al-basmala katika suratu al-Fatiha. Takbiratul intiqal pia ni wajibu. Kwa hivyo kwa mfano imam badala sami Allahu liman hamida akasema Allahu akbar, kisha ndo akakumbuka baada ya kusimama, atafanyaje? Ataendelea na swala yake, lakini mwisho atasujudu sawa, kwa sababu atakuwa ameacha wajib na alwajibat. Sawa. طيب. التشهد الأول، تشهد ya kwanza. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika tashahud al-awwal. Wengine wamekwenda kuwa ni wajibu, ingawa hii kauli ni marjuh, kauli rajih kuwa si wajibu, na hii ni kauli ya Hanabila. Maal asaf
Muhammad Abdul Wahhab ambiwa amchukia mtume na yeye asema ni wajibu kumsalia mtume sallam katika tashahud al-awwal katika kitabu chake ana shuruط as-salah wajibatu ana risala ndogo nzuri. Na ndugu zetu hawa ambao wajinasibisha na Shafi'ia kuwaone Shafi'ia wao wanakwenda kuwa hakuna kumsalia mtume sallam katika tashahud al-awwal. Sasa pengine labda kwa kupima kwa kiakili nani ampendaye mtume katika hao hili? Yule asemaye ni wajib kumswalia mtume sallam mpaka katika tashahud al-awwal ni wajib kumswalia mtume sallam, hampendi mtume yule, apinga kumswalia mtume yule. Hebu kaa chini usome, acha kelele wewe na kelele nyinyi makhurafi. Afu makhurafi wapenda kupiga kelele ile la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wana ile system ya jahiliya ile, Qur'ani kisoma pigeni kelele ili watu wasisikie, mtashinda. Wa innahu la ya'lu wala yu'la alayhi, itakuwa juu tu siku zote, hauwezi kuzuia haki. Kwa hiyo hii ni kauli katika aqwali kwa ni wajibu.